kweli mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo, na mbiu yetu hapa KGBC tumeiliza kwa maana kuna jambo. Ni mie wako Michelle Athembo. Kutoka kwa chombo chetu cha habari leo hii ni haya tulikuandalia. Shirika la NACADA limeripotia ongezeko kubwa la idadi ya watu wanaojitosa katika uraibu nchini, huku asilimia kubwa ya waraibu hawa inaripotiwa kwa vijana wenye umri wa miaka 10 hadi 17. Baadhi ya wanahabari wetu walitangamana na vijana hao mashinani na wakatueleza kuwa sababu hasa ya uraibu hao ni msongo wa mawazo unaowakumba kutokana na shida wanazokutana nazo katika maisha yao ya kawaida. Jukumu sasa limeelekezwa kwa walezi kuwajulia watoto wao hali mara kwa mara ili kujua nini hasa kinaendelea akilini mwao. Kwingineko, taasisi za umma nchini zimelalamikia kutowajibikia kwa serikali kuhusiana na masuala ya fedha na kukimu taasisi hizi. Viongozi wengi katika taasisi hizi wanalalamika kuwa serikali imeacha kuwapatia fedha, huku wengine wakilalamika kuwa wanapewa fedha kidogo zisizoweza kutimiza mahitaji yao kama taasisi. Kufuatia malalamishi haya, waziri wa elimu pamoja na viongozi wengine katika idara ya elimu wameandaa kongamano katika jengo kuu la KICC huko jijini Nairobi. Nami naungana naye mwanaripota wetu aliyekita kambi huko atueleze ni kipi kinajiri. Sani, kama unanisikia, utueleze ni kipi kinaendelea. Naam, nakusikiza vizuri Michelle. Nikiwa hapa jijini Nairobi kwenye jengo kuu la KICC, waziri wa elimu pamoja na viongozi wengine wa kielimu wamekita kambi kuzungumzia swala la ukosefu wa fedha za kutosha ya kukidhi mahitaji ya taasisi mbalimbali nchini. Kabla ya mkutano kuanza, niliweza kupata fursa ya kuzungumza na viongozi hao walionieleza kuwa tatizo hilo limetokana haswa na uchumi mbaya wa nchi yetu. Hivyo basi wananchi wamehimizwa kutosumbua na kuwajibika katika kulipa ushuru, sababu mojawapo itakayosaidia katika kutatua swala hili. Ni hayo tu ninayo kwa sasa, lakini nitakujulisha zaidi baada ya mkutano huu wao kuisha. Kwako Michelle. Asante sana Sali, na kupata vizuri nikiwa hapa studio. Tunaamini kuwa utazidi kukita kambi mahali hapo, na wakati wowote mambo ya kijiri utatueleza. Sasa mpenzi mtazamaji, acha nikupeleke upande wa pili wa studio ambapo nina yule mwenzangu anapenda mambo ya michezo, atueleze ni kipi hasa kinaendelea uwanjani. Naam, asante sana Michelle. Jambo. Tukianzia humu nchini ni kuwa serikali imeahidi wachezaji wa badminton kuwa itawasaidia kufika viwango vya juu, itakuwa miongoni mwa timu zinazoshabikiwa duniani. Wengi wao wameonyesha furaha kwani hii itawasaidia kukuza talanta na kuwawezesha kufika mbali kimaisha. Habari nyingine pia ni kuwa kombe la dunia limefika nchini Mexico, na hapa ndipo litakapohifadhiwa hadi wakati michezo ya FIFA itakapoanza hapo mwezi wa Disemba au Novemba. Tukielekea hadi Uropa ni kuwa katika ligi kuu ya Uingereza, timu ya Arsenal ilichafua timu ya Chelsea kwa kuwapiga mabao 2-1. Mabao haya yalipigwa na William Saliba na Declan Rice. Mechi hii ya 24 tangu msimu ulipoanza umezawadi timu hii alama 3 na kuiweka katika nafasi ya kwanza kwenye ligi. Mchezaji wangu kama ilivyokuwa ada kilichonamoza kikosi mwisho, nami ninafunga jamvi langu na kuondoka. Ninapisha wenzangu waweze kukamilisha awamu hii. Niite wako Immaculate Omondi. Asante sana Immaculate, tukiwa ule upande wa pili wa studio. Na mpenzi mtazamaji, kama alivyosema mwenzangu, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na hapa katika stesheni ya KGBC tumepekua kurasa zetu za habari na hatimaye tumefikia tamati. Kupata habari hizi na nyinginezo, tufuate katika mitandao yetu ya kijamii @KGBC na tovuti yetu ya www.kgbc.co.ke. Hadi wakati mwingine, Mungu akituwezesha, wakati ni huu, mahala ni papa hapa. Nimekuwa wako Michelle Athembo.